Leo nakuja na story nyingine hii hapa ambayo itakushangaza sana. Ni kule Pemba Kaskazini huko Kiuyu Mbuyuni. Kabla hatujaanza, kwa wale watumiaji wa TikTok watanifollow, like na kucomment, lakini kwa wale watumiaji wa YouTube wasisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kucomment. Okay, bila kupoteza muda, twende nikakushangaze usichokijua chengine kuhusiana na kisiwa cha Pemba huko visiwani Zanzibar, katika fukwe mwanana zinazopatikana huko kaskazini kisiwani Pemba, katika kitongoji cha Kiuyu Mbuyuni. Fukwe hizo zimebaki kutulia tangu miaka ya 64 baada ya kugundulikana kwamba ni sehemu ya kuvutia Afrika. Una upepo mwanana, mawimbi ya kiasi na uzuri ulionao. Lakini kinachotushangaza, ufukwe huu hadi leo hakuna hoteli hata moja wala kumbi za starehe. Unaweza ukajiuliza kwa nini fukwe hizi kama kweli zina upepo mwanana na unavutia hakuna mambo hayo? Mimi zaidi sijui, lakini nitakufahamisha vile ninavyojua kwa kuwa nimekuja na historia hii. Fukwe hizi kwanza huwezi kuzifikia bila kukata katika msitu mnene unaopatikana huko. Cha ajabu, msitu huo unatisha. Ukiwa peke yako huwezi kufikia ufukwe huu, yaani labda uongozane na mwenzako, mwe wawili au watatu hata wanne, lakini hata mkiwa wawili bado mtakuwa munaogopa kupita huko. Baadhi ya masiku watalii huja wakitalii na baadaye na kurudi, lakini hadi leo zimekuwa ni fukwe ambazo imebakia ni kushangaza watu tu. Fukwe hizi zinapatikana visiwani Zanzibar huko Pemba Kaskazini Kiuyu Mbuyuni, kwani sehemu hii imekuwa ni sehemu ambayo haieleweki wala haijajulikana tatizo ni nini. Unaambiwa katika maeneo hayo hivi makaribuni ilianza kujengwa kwa ajili ya wageni, lakini haikujulikana imeishaje. Ikumbukwe, inasadikika ya kwamba fukwe hizi ni bora hata za Afrika nzima. Fukwe hizi zina urefu wa maili 1.5, lakini uzuri wake unazidi zaidi ya hapo. Lakini pia katika eneo hili kulikuwa kumejengwa mnara mrefu. Mnara huo wengine walisema ni wa hewa na wengine wakasema ni mnara wa rada, na pia haikujulikana chanzo ni nini. Baada ya miaka kadhaa ulidondoka. Wengine walisema ulikeketwa na wadudu sungusungu, lakini wengine walihusisha na mambo ya ushirikina. Eneo hilo mpaka leo lipo huko kaskazini Pemba, lakini pia wanakijiji wa eneo hilo inasadikika hapo mwanzoni walikuwa hawataki waingie wageni kwa kuwa walisema maadili yao huenda yakaporomoka na utamaduni. Unatamani kufika huko? Jibu unalo wewe, mimi si. Cha ajabu ni kwamba chengine, fukwe hizi zinajisafisha bila hata kusafishwa, yaani nikimaanisha unajisafisha na kuwa mweupe bila ya hata takataka zozote. Kama unataka kuja kutembea katika eneo hili la fukwe hizi, basi ni rahisi, unaweza ukaja tu, kwa kuwa wengi wanakuja wakijionea kwa macho yao bila hata kuhadithiwa. Je, unaweza ukanipa jibu, ukaniambia kwa nini fukwe hii iko na hali hii? Mimi naishia hapa, tukutane kwenye stori nyingine.